Yangu mpendo katika Kristo, shalom. Leo ni jeudi le 26 mwezi wa pili 2026. Tunashukuru tena Mungu kwa neema yake na kwa baraka yake. Huyo Mungu mwenye alianza nasi mwezi na anaenda kumaliza nasi kwa salama, jina lake litukuze milele. Kesho ndio tunamalizia hii mafundisho yetu ya mwezi wa pili yenye tulisema juu ya nini inabidi tumfuate Yesu Kristo. Kwa nini inabidi tufuate Yesu Kristo? Yenye tulikamata pale katika kitabu ya Mathayo 19 verset yake ya 27 ndio ilikuwa question ya hiyo swali ya Petro yenye alikuwa anamuuliza Yesu Kristo, na yenye tulisimamia iko ilikuwa jibu ya Yesu Kristo yenye iko ku verset 29. Jibu ya Yesu Kristo yenye inasema ukinifuata mimi utapata 100% hapa duniani na kwa mwisho maisha ya milele. Na tunashukuru watu wote wenye walifuata pamoja nasi hizi mafundisho, na ukitaka kufuata zingine nye au kufuata utatupata pale ku YouTube, utapata mavideo zetu pale ku YouTube. Tunahitaji ndugu yangu mpendwa, mufate maaudio, mulike maaudio na Mungu atawabariki. Kuna kitu kenye Mungu alikutayarishia katika maaudio zetu, usiache ndugu yangu, kiaona fungula usikilize. Mungu atafanya kitu juu ya maisha yako. Na pia tunahitaji maombi yenu, tunahitaji maombi yenu ndugu yangu mpendwa. Maombi yenu itatusaidia tuende mbali. Mtuombee juu ni kazi ya Mungu, shetani anayapiganisha, na tunataka mkwe na tuombea pia juu hii kazi iendelee, iende mbali. Ministère rien n'est impossible à Dieu, iende mbali. Ministeri yetu inasema rien n'est impossible à Dieu, inasema kwa Kiswahili hakuna kitu kenye haiwezekane kwa Mungu, kila kitu kinawezekana kwa Mungu. Na pia mwenye anataka kusaidia hii kazi ya Mungu, basi utatutafuta pale ku numero yetu ya numero yetu enye iko plus 257 68 68 2405. Jo, utatupata kwa hiyo numero na utatuita inbox na tunakwambia gizi ya kufanya. Mungu awabariki nini wote popote kwenye muko. Basi tunaendelea na somo letu. Kwa nini nabidi kufuata Yesu Kristo? Tulisema Yesu akasema 100%. Ndugu yangu mpendwa, 100% ya Yesu Kristo haiko pesa, haiko pesa tu. Ndani ya 100% kuna pesa, kuna mali, kuna pia uzima, kuna afya nzuri, kuna upendo ndani ya 100%. Kuna furaha ndani ya 100%, kuna amani ndani ya 100%, kuna kutakiana mazuri ndani ya 100%. Ndio watoto wa Mungu inabidi tukue na 100%. Kuna sante nzuri. Donc kama mtu mwenyewe kuna sante nzuri, iko na 100% pia ndani ya Kristo. Donc sisi hapa akasema tutapata 100%. Ndio maana anatuponya. Sasa una ugonjwa, Yesu anakuponya. Hiyo ndio 100% kwa Yesu pia. Senye wanakushambulia na mapepo na watu wabaya na walozi na wachawi, Yesu anakuja kukupigania. Hilo ni 100% pia. Sasa Yesu yuko nakupigania. Sasa Yesu yuko nakupigania mbele ya wadui zako. Ni 100% ndugu yangu mpendwa. Sasa Yesu anakupatia maisha mazuri, ni 100%. Anabariki kazi ya mikono yako, ni 100%. Anakubariki utokapo na urudiapo, anabariki watoto wako, anawalinda mume wako, mke wako, yote iko ndani ya 100%. Utoke kukua tu na amani, ni 100% ndugu yangu mpendwa. Mtoto wa Mungu faa kuwe na amani ndani ya roho yake, hakuwe na upendo, hakuwe na furaha. Hiyo ni 100% ndugu yangu mpendwa, yenyewe nashinda hata pesa, inashinda hata vingine vyote. Yesu akasema tutapata 100% hapa duniani, na kwa mwisho ni uzima wa milele. Na ndio tulikuwa namalizia nayo. Uzima wa milele ni ya muhimu zaidi ndugu yangu mpendwa. Juu uzima wa milele ndio itatutuma tubaki na Yesu milele, na katika uzima wa milele inabidi tubadilike. Mwenye anataka uzima wa milele ifo abadilike. Donc aache vya dunia, abadilike. Uzima 100% pia inatuleta kwa uzima wa milele. Sasa uko na amani, sasa uko na upendo kwa wengine, sasa uko na
na unatakia wengine mema, sa unasaidia wengine, sa unafuata neno la Mungu sasa ungali hapa duniani, sa unahubiri injili sasa ungali hapa duniani, ile yote inakutuleta kwa uzima wa milele. Sa unatii maagano za Mungu, maagano za Mungu, sa unatii maamri za Yesu Kristo, hiyo inatutuma katika uzima wa milele. Ndio maana tulisema mwenyewe uko na upendo, mwenyewe anapenda ndugu yake gizi anajipenda mwenyewe, gizi Yesu Kristo alisema amri yake ni tupendane sisi kwa sisi, gizi yeye Yesu alitupenda. Hiyo inatupeleka kwa uzima wa milele. Hiyo tutayafanya hapa sasa, tutakuwa hapa duniani juu sasa tutaishi na Yesu. Hakuna tena chuki, hakuna tena vingine vitu vibaya, hakuna tena kutakiana mabaya juu kule ni kuishi naye, kufurahi tunaye Yesu Kristo katika nafasi yenyewe iliandaliwa kwa watakatifu kuishi na Yesu milele. Ndugu yangu mpendwa, hakuna tena vitu vya kusirikiana, hakuna tena vitu vya kugombana. Kule ni maisha ya milele. Maisha ya milele inabidi ubadilike. Ukitaka kupata maisha ya milele unabadilika gizi hapa ku Wakorintho wa pili Wakorintho wa pili 5 verse yake ya 27 inatuambia vizuri, mwenyeko ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya, vitu vya zamani vinaisha, vinapita, vitu vyote vinakuwa mpya. Kama ulikuwa kana sirika au sirikake tena, kama ulikuwa kana iba au ibae tena, kama ulikuwa malaya unabadilika unakuwa mtumishi wa Mungu, kama ulikuwa mwizi unabadilika unakuwa mtumishi wa Mungu, kama ulikuwa muuaji unabadilisha unakuwa mtoto wa Mungu. Donc maisha ya milele na Yesu Kristo ndani ya uzima wa milele ni mabadiliko. Mwenyewe kwa anataka uzima wa milele ifo abadilike. Donc mabadiliko kutoka kuzambi kuingia katika Kristo, kutoka ndani ya giza kuingia ndani ya nuru yenyewe Yesu Kristo. Hiyo ndio kupata uzima wa milele. Hauko tena wewe, hauko tena giza ulikuwa zamani. Watu wanashuhudia mabadiliko yako, watu wa dunia ifo washuhudie mabadiliko, usijishuhudie mwenyewe. Watu wenyewe walikuwa kana kuona kutabia mbaya, ndio watashuhudia sawa na kuona unakuwa na tabia nzuri. Ulikuwa na gombana mkartie, haugombanake tena. Ulikuwa na chuki na watu wengine, haukuwa tena na chuki, unashakuwa ndio na upendo. Ulikuwa mtu wa kufunga sura saa yote, unatoka kule unakuwa mtu wa kukua na tabasamu mbele ya wengine. Pale watu wanashuhudia mambo yako, wanasema kweli huyu mama anashabadilika, huyu baba anashabadilika, huyu mama alikuwa anafanya hivi akuwafanyake tena, huyu mama alikuwa anaribisha watu, alikuwa anachonganisha watu achonganishake tena, anakuwa ndio mshauri mkubwa wa kushauria wengine. Hiyo ndio inamaanisha kama unashabadilika, unakuwa kiumbe kipya, pale unaweza kutumainia uzima wa milele. Ndio pale ndio mtu anaweza kutumainia uzima wa milele, na kama uyafikia kwa hiyo level, usiwaze kama uzima wa milele ni wako. Ndio maana tulisema jana, kama tu watu waokoke wakuye kwa Yesu. Tunaomba watu waokoke wakuje kwa Yesu juu tupate uzima wa milele. Ndio kupata uzima wa milele ni wokovu, ndugu yangu mpendwa, wokovu. Kuokoka ni kuacha mabaya na kuingia katika mazuri ndani ya Yesu Kristo. Hiyo ndio neno tulikuwa nayo. Mungu awabariki kwa mafundisho yote yenyewe mlifuata pamoja nasi. Kesho tutayamalizia. Tunajua kama Mungu iko nafanya kitu kimoja ndani ya maisha yenu. Najua kama Mungu iko natenda kitu kimoja ndani ya maisha yenu. Ninaamini kama kitu kimoja itapitika katika maisha yako na utabadilika kupitia hii mafundisho yetu. Basi tuombe pamoja. Tutaendelea kesho Mungu akitaka. Baba wa milele, mwenye nguvu, mwenye mamlaka, mwenye ashindwake na kitu. Baba, natukuza jina lako, nainua jina lako, nabariki jina lako juu najua kama wewe ni Mungu. Asante Baba kwa upendo wako, asante Baba kwa huruma wako, asante Baba kwa kututendea mema, asante Baba kwa kutubadilisha kupitia maombi Baba. Asante juu Baba, 100% ndani yako Yesu Kristo ni kukua salama na wewe Mungu. Asante Baba kwa 100% ndani ya Kristo juu njoo itatupale ni njia pia Baba ya kutubeba katika uzima wa milele. Asante kubadilisha wenyewe hawakukuwa napendana, leo wataanza kupendana. Asante Mungu kwa hiyo upendo yenyewe inashatoka ndani ya familia hii yenyewe uko tena narudisha. Asante Baba kwa upendo yenyewe ilikuwa inashatoka ndani ya hii Baba, ndani ya huyo mume na mke Baba yenyewe uko narudisha tena. Asante Mungu, oh Baba, kuchuki yenyewe uko natoa ndani ya watoto au ndani ya familia hii kwa jina la Yesu Kristo. Asante Baba juu
kila kitu yote yenye shetani alipandikiza ndani ya watoto wa Mungu inaenda kukua neutralize kwa jina la Yesu Kristo. Baba, naharibu mipango zao zote yenye wako natengeneza Baba juu ya kuharibu watoto wa Mungu kwa uweza wa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu juu kuna badilisha. Asante Mungu juu kuna watu wako napona, wenye walikuwa wagonjwa wanaenda kupokea uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Kelekeswa magonjwa, kelekeswa jina ya magonjwa. Asante Baba juu wanaenda kupokea uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Asante Baba juu kila mtu wote mwenye atasikiliza hii neno mwenye ayaokoka anaenda kuokoka. Asante kwa wokovu Baba, asante kwa wokovu Baba, asante juu wao watu wanaenda kuokoka Baba. Wenyewe walikuwa bado wayaokoka, sasa watasikiliza hii Baba, wataangalia hii na kusikiliza hizi maojio Mungu, wataokoka kwa jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Baba, yote yenye adui alitengeneza kwa hii siku 2-3 yenye inabakia kumaliza mwezi wa Februari, naenda bomoa na kuharibu manguvu za mauti, tunabomoa kwa jina la Yesu Kristo, tunafukuza ndani ya mafamilia zetu kwa jina la Yesu Kristo. Mwezi wa 3 na wa 4, kila yote Baba yenye shetani alitengeneza inaenda kuwa nile sans effet kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Baraka yako yenye ulitengeneza katika hiyo miezi tunaenda kuyaishi kwa jina la Yesu Kristo. Mwaka tulianza salama, tutamaliza salama kwa uwezo wa jina lako Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Na bariki watoto wa Mungu popote kwenye wako Mungu, maproje mbalimbali yenye wako nayo kwa maisha na yabariki Baba, wewe peke watendee mema kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Na bariki mchana wa leo, na bariki watumishi wa Mungu popote katika dunia Baba, wenyewe wanakutumikia kwa ukweli na kwa haki, mkono wako endelee kwa juu yao kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa upendo wako. Asante Mungu kwa neema yako. Asante kwa kulinda watumishi wa Mungu, wajakazi wa Mungu, watoto wa Mungu wote popote kwenye wako. Utukufu na heshima zikurudilie mwenyewe Baba, jua wewe ni Mungu mweza yote kwa jina la Yesu Kristo. Amen.